usipowasikiliza wananchi, utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wa kusikia. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo. Ndugu zangu, naomba mnisikilize kidogo. Mnakumbuka vizuri mimi nilipozungumza kuhusiana na jambo hili, nilijaribu na kupendekeza solution. Niliwaambia kwamba leo mnaanza kuona sasa. Niliwaambia kwamba shida ya nchi yetu ni kwamba wakuu wa vyombo wote, kwa maana ya mkuu wa jeshi la wananchi CDF, mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la uokoaji na wengine wote ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Unaweza kuona mtiririko huo kwamba aliyewateua ni rais wa nchi, lakini huyo rais wa nchi pia ni mwenyekiti wa chama, lakini pia huyo rais wa nchi pia ni mgombea urais. Kwa hiyo kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, of course, unapoteuliwa unatakiwa kutimiza kazi zako sawa na mujibu wa katiba. Lakini ni nani ambaye anaweza kupambana aliyemteua? Kwa kawaida, hata ningekuwa mimi, ungependa yule mtu aliyekuteua uishi naye vizuri, utumikie nchi, lakini kwa wakati huo huo na umsikilize. Kwa hiyo vyombo vyetu, nina hakika kabisa 100%, tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa.